Asante Yesu. Maandiko yanasema katika Isaya mlango wa 54 mstari wa 8, Mungu anasema, kwa kitambo kidogo niliwaficha uso wangu sababu ya hasira niliyokuwa nayo dhidi yenu, lakini sasa kwa ukarimu usioisha nitawahurumia. Bwana asifiwe. Mungu anasema ya kwamba kwa muda kidogo alificha uso wake kwa sababu ya hasira alizokuwa nazo na wanadamu. Unaweza kuwa unajiuliza hasira ni za nini? Lakini nataka nikwambie, wakati ambapo mwanadamu alianguka, alimkadhabisha Mungu, na hasira ya Mungu ilikuwa juu ya kila kiumbe aliyezaliwa na Adamu, na sababu ya hiyo ikawa ya kwamba kila mwanadamu amehesabiwa hukumu ambayo ni mauti. Maana maandiko yanasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kila aliyetenda dhambi, kila aliyezaliwa kwa damu na nyama amefanyika mwenye dhambi, sio sababu ya dhambi ametenda mwenyewe, lakini sababu ya dhambi ambazo amezirithi kutokana na jinsi yake ya kuzaliwa. So today I came to tell someone that in case you have been noticing things not working in your life, ina maana ya kwamba kuna umbali kidogo ambao uko nao na Mungu. Amekuficha uso kidogo, lakini leo anasema ya kwamba ijapokuwa ameficha uso wake, hataki ukaweze kushindwa kumwelewa. Anataka umjue kama Mungu mkarimu na Mungu mwenye huruma, na hizi huruma zake hazipatikani tu mpaka utakapomrejelea. Kwa hiyo ameweka wazi, he is inviting you back to his presence, that in case you are bothered by the fact that you're so far from him, unaweza kumrudilia, na kwa huruma zake na kwa ukarimu wake ataweza kukusaidia. Najua wapo wengi ambao wamefikia mahali ambapo wanajiuliza kwani Mungu yuko wapi? Najua wapo wengi ambao wanashindwa ni kwa nini maombi yetu hayapati majibu. Najua wapo wengi ambao wanasema mbona ninalia na ni kama Mungu anisikii, mbona ninaomba lakini ni kama maombi yangu yanagonga paa yanarudi chini, maana nimengoja sana lakini sioni nikifanikiwa. Nilikuja nikwambie mpendwa, Isaya 59:1 anasema, mkono wangu sio mfupi nisikuokoe, wala masikio yangu sio mazito nisisikie, lakini dhambi zako zimekutenganisha na Mungu wako. Kwa hiyo unapokaa katika maisha, ni vizuri ukaweze kujiangalia mahusiano yako na Mungu yako aje, mahusiano yako na baba yako aje. Inawezekana umeenda mbali sababu ya dhambi, na ni ukweli ni kwamba dhambi inakutenganisha na Mungu, lakini nataka uelewe ya kwamba usiruhusu dhambi kukoseshe mahusiano na yeye, maana anakupenda hata katika hiyo hali yako, anakupenda hata katika hiyo dhambi yako. Mungu hana shida na mtenda dhambi, Mungu ako na shida na dhambi. Kwa hiyo mwenye dhambi akitubu na akaweze kumrejelea Mungu, maandiko yanasema ni mwaminifu, atatusamea dhambi zetu na akaweze kusafisha uovu wetu wote. Najua mtu ananisikia mahali hapa, na labda kwa muda kidogo you have been experiencing dryness in your life, absence of God. Unahisi kama Mungu hayupo. Now you're wondering, Mungu ni omnipresent, then how comes that is not in me? Ni sababu Mungu ni mtakatifu na anaketi mahali patakatifu. Kwa hiyo popote palipo na uovu, Mungu hawezi kuwa pale. Anasema alituficha uso wake ni sababu tulikuwa waovu, ni kwa sababu tulikuwa tumeoza, ni kwa sababu tulikuwa tunanuka. The Bible says he is of a purer eye and he does not behold iniquity. So chochote kilicho na dhambi Mungu hawezi kukiangalia, lakini anasema kwa ukarimu wake atatuhurumia, na hizo huruma zimepatikana kupitia Yesu Kristo. Wakati Yesu alipeanwa akafa pale
pale msalabani alikuwa ni ishara ya huruma za Mungu, ili kwamba wewe ambaye umehesabiwa dhambi, sababu hukumu uliyostahili ya mauti Yesu alichukua. Ni wewe ulifaa kukufa, lakini yeye akafa badala yako, ukaweze kutambua ya kwamba umesamehewa dhambi. Ijapokuwa alikuficha uso wake, lakini amekuangalia kupitia Yesu. Leo nimekuja niambie watu wa mahali hapa, Mungu anawapenda na ana mipango na nyinyi. Mungu anawapenda na amekuja kuwatafuta. Leo mahali umejificha, najua umejificha kwa anasa, umejificha kwa jang'aa, umejificha kwa wizi, umejificha kwa usherati. Labda wewe ni kahaba, lakini nimekuja nikwambie, kama alivyokuwa anapita kwenye bustani la Edeni wakati wa jioni, akauliza Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Na leo pia anapita mahali hapa, anauliza mwanangu uko wapi? Anasema uko wapi? Ninakuita, maana ninaacha na wewe, maana ninataka ushirika na wewe. Sikukuumba uwe na ushirika na pombe, sikukuumba uwe na ushirika na bangi, sikukuumba uwe na ushirika na madawa ya kulevya. Nilikuumba uwe na ushirika na mimi, na sababu nimegundua ya kwamba umepotea ndani ya hizi vitu zingine, nimekuja nikutafute, maana sitaki upotee katika anasa za ulimwengu. Uko mahali pale na unanisikiliza, Mungu hataki upotee. Mungu hataki upotee. Mungu ana hasira, ana ghadhabu juu ya kila mwenye dhambi, lakini ndani ya moyo wake anatamani mwenye dhambi ajue ya kwamba kuna msamaha. Sababu anasema katika Mithali 28:13, yeyote afichaye dhambi zake hawezi fanikiwa, bali yule anayeziungama na kuziacha anapokea huruma. Huruma ya Mungu inapatikana, mpendwa. Siku zote nawaambia watu ya kwamba haujahukumiwa bado. Bwana asifiwe. Ukiwa bado ungali hai haujahukumiwa. Mtu asikuambia utaenda jehanamu. Ukiwa ungali hai haujahukumiwa. Huruma ya Mungu bado inapatikana. Huruma ya Mungu bado inaita. Wacha niwaambie wapendwa, kama siku za Noa. Noa alihubiri miaka 120 akiwaambia tujenge safina. Ilikuwa sawa na kuambia tubuni, tengenezeni mapito yenu, tengenezeni njia zenyu, maana hukumu inakuja. Na hata leo nimekuja niwaambie ya kwamba kuna hukumu mbele yako, ya kwamba kuna mauti mbele yako, lakini kama ukisikiliza mahubiri haya utaepuka hukumu. Kama ukitubu kutokana na mahubiri haya utaepuka mauti. Maana kizazi cha Noa hawakusikiliza na walimuona Noa kama mpumbavu, maana katika mawazo yao walijua wanaweza epuka mauti, lakini mafuriko yalipokuja wote waliangamizwa. Watu wa mahali hapa nimekuja niwaambie wapendwa, msipuuze hili neno. Anasema usikiapo sauti hii usiufanye moyo wako mgumu, kama wazee wako walivyofanya wakati wa kujaribiwa jangwani, sababu ya hukumu wa mioyo yao. Mungu aliapa akasema hawataingia mapumziko yake. Yako mapumziko kwa ajili ya kila mmoja. Kwa wana wa Israeli walikuwa wapumzike Kanaani, lakini sababu ya hukumu wao wote walikufia jangwani. Nimekuja nikuongeleshe mpendwa, usije ukafia jangwani wakati na kupasa ufike Kanaani. Mungu anatamani wote tuokolewe. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. You are the reason why Jesus came.
You are the reason why Jesus died upon the cross. So do not let his death be in vain. He died so that you may not die. Haina haja awe alikufa na bado wewe unakufa. Haufai kulipia gharama mara mbili. Alilipia, hauhitaji kulipia. Kile ambacho unahitaji ni kuamini, na hiyo gharama aliyotoa ikaweze kukufaidi. You're there na unanisikiliza na hujawahi kuokoka. Uliokoka ukarudi nyuma, nakupa nafasi umpokee Yesu. Uko pale na hujawahi okoka, ama labda uliokoka na ukarudi nyuma, nakupa nafasi uweze kumpokea Yesu. Kuna wale wanasemaga nilikuwa nimeokoka. Swali ni je, umeokoka? Sababu haijalishi ni muda gani umekuwa katika wokovu. Kama akija na akupate hauamini, wewe unaenda jehanamu. Maandiko yanatuelezea kuhusu mabikira 10 ya kwamba 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa werevu. Taa za wale werevu zilikuwa na mafuta ya kutosha, lakini wale wapumbavu hawakuwa na mafuta ya kutosha kumgoja bwana harusi, ya kwamba taa zao zilisha mafuta zikazima. Walipoenda dukani kujaza taa zao mafuta, walirudi wakapata bwana harusi ameingia kwa nyumba na tayari mlango umefungwa. Kwa hiyo walingoja bwana harusi kwa muda wote ule, lakini wakati walistahili kumwona hawakumuona, maana mafuta yao hayakuwa ya kutosha. Wewe uliokoka na ukarudi nyuma, mafuta yako yaliisha, lakini Mungu amekupenda, amenituma mahali hapa kabla Yesu hajarudi, ili kwamba ujaze taa yako mafuta, wakati anaporudi akupate kama bado unaamini. Unaweza kujiuliza wokovu ni nini? Warumi 10:9-10. Maandiko yanasema kupitia kuamini kwa moyo wako na kukiri kwa kinywa chako kwamba Kristo alikufa na akafufuliwa kutoka wafu, unahesabiwa haki. Wokovu hautokani na mambo mengi ambayo watu wanadhani. Wokovu, wewe haujaokoka sababu unaenda kanisa, haujaokoka sababu unatoaga sadaka, haujaokoka sababu unalipa fungu la 10, haujaokoka sababu unaimba kwenye kwaya, haujaokoka sababu unasaidia masikini. Mwingine atakwambia mimi sijawahi kosea tangu niwe mdogo. If you won't become an angel, but I want to tell you that your own righteousness minus Jesus, it is not enough. Maana haujakamilika mwenyewe. Ukamilifu wetu unatokana na Yesu Kristo. Unaposoma Warumi 3:20, maandiko yanasema kwa matendo ya sheria hakuna nafsi itakayohesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa hiyo Yesu alikufa kwa ajili ya mlevi, kahaba, musherati, mwizi, muuaji, wale watu ambao wanajiona kama hawafai. Unaposoma Warumi 5:8, maandiko yanasema tulipokuwa tungali dhambini alikuja na akafa kwa ajili yetu. Hakufa kwa ajili ya mtu mzuri, hakufa kwa ajili ya mtu mkamilifu. Maana kama pangekuwepo na yeyote aliyekamilika duniani, Yesu angekuja. Yule mkamilifu ndo angetumika kulipa gharama ya wote wasio kamili. Lakini sababu hapakuwa na mkamilifu duniani, maana wote tumekosea na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, Yesu alikuja na akafa kwa ajili yetu. Kwa hiyo ungependa kuokoka, unaweza sema liombe nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nimekuwa mwenye dhambi, lakini leo hii ninakubali ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Namkataa shetani na kazi zake, nakiri ya kwamba nimeokoka. Amen. Kama umesema ile ombi, umeokoka, umefanyika kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Tafuta sehemu ambako wanahubiri Yesu wa kweli. Najua kwamba itakuwa ni baraka, utabatizwa na utaweza kulelewa katika Kristo, na maisha yako hayatabaki kama yalivyo tena, katika jina la Yesu Kristo. Ukipendezwa pia unaweza kujiunga nasi, tuko na tawi letu pale Jacaranda next to Blessed Helena Maria Hospital. Kama nilivyosema mwanzo, we are JCC Jubilee Christian Church Eastlands, tukiwa chini ya wachungaji Daniel na Charlotte Murage, lakini tuna tawi letu pale Jacaranda. Kwa hiyo unaweza kujiunga nasi, anajua kwamba itakuwa ni baraka. Nataka nikaweze kubariki watu wa mahali hapa tunapomalizia. Mahali ulipo, naona wengine wako kwenye manyumba, kwenye balconies. Bora unaisikia sauti yangu, nataka ukaweze kuweka imani. Wewe ni mgonjwa, nataka ujue kwamba kwa mapigo yake tumepona.
Kwa hiyo shetani hana uwezo juu ya afya yako. I just want you to believe him even as we pray. Baba, asante ni kwa ajili ya watu wako. Neno lako limetangulia Baba, na najua ya kwamba hili neno linakwenda kuleta tofauti ndani ya maisha ya watu wako. Asante maana wanainuliwa leo. Asante maana wanaongezeka. Chochote wanachofanya Baba kinanawiri. Asante ni kwa ajili ya kibali ambacho umeachia juu ya maisha yao. Tangia sasa Baba hawatakataliwa. Asante maana Baba wanakubalika kwa kila jambo. Wanafanyika Baba mji uliowekwa kilimani, mji ambao hauwezi kufichika. Asante maana watatangaza utukufu wako kwa mataifa. Asante ni kwa ajili ya mji huu Baba. Asante maana uwepo wako hautatoka mahali hapa. Mbegu iliyopandwa mahali hapa itamea, itanawiri na itazaa matunda yanayokutukuza. Na kuja kinyume na nguvu za kiganga, na kuja kinyume na nguvu za uchawi. Na kataa Baba mamlaka ya giza katika jina la Yesu Kristo. Natangaza amani mahali hapa. Natangaza urejesho kwa watu wako wasiojihisi vema Baba. Ninanena uponyaji. Popote ulienda Baba ulitenda mema. Wagonjwa walipona, viwete walitembea, na waliokuwa katika nyara ya mwovu shetani uliwaweka huru. Tunafungua watu wako sasa. Nafungua watu wako sasa. Nafungua watu wako sasa katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na uimidiwe Baba. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. Barikiwe sana na Mungu akaweze kuwatenda wema.